Hebu sema unapokuwa kwenye maombi. Zingatia mambo matatu au manne. Jambo la kwanza, maombi yanahitaji utulivu. Sogea. Yaani maombi yanahitaji nini? Utulivu. Mungu anapenda utulivu. Wachawi wanaporoga, fuatilia, wanapenda utulivu. Wachawi wanapofuatilia mida wanayoroga, wanaloga wakati wa utulivu, usiku saa 8, saa 6, saa 7, mida ya utulivu mmelala, ndio wanaanza kufanya kazi zao za uchawi. Maana yake wanapenda utulivu. Wachawi, waganga wanapenda utulivu. Fuatilia, anakwenda kuweka makao mganga wa kienyeji, pana makelele. Ni porini, katikati ya pori. Ukifika kule kunatisha kwa ukimya. Maana yake ni utulivu. Shetani anajua siri ya utulivu, Mungu anajua siri ya utulivu. Siri ya utulivu, Musa anaenda kuongea na Mungu, anatafuta utulivu. Anajitenga na watu, anaenda kwenye nini? Anaenda kwenye utulivu. Sema utulivu. Utulivu. Maana yake jambo la kuzingatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kuzingatia. Jambo la kuzingatia. Unatakiwa namba moja, upende utulivu ukiwa kwenye maombi. Ukisema nipo kwenye maombi ya kufunga, unapenda sana utulivu. Tafuta muda wa utulivu, ili muda ule wa utulivu Mungu atasema na wewe wakati wa utulivu. Biblia inasema Musa alipokuwa kwenye utulivu, Mungu alisema na Musa. Wakati wa Mungu akikuona unapilika mchana mzima, mchana mzima, anakuacha. Atakuja kuzungumza na wewe wakati umelala. Pale wakati umelala ndio utulivu wako. Upo kwenye utulivu sasa, hauna mikiji. Unaanza kusema, unaona kama kandoto fulani, kumbe ndio Mungu anasema. Unaelewa vizuri? Lakini jambo lingine, penda ukiwa kwenye maombi. Kuna kitu kinaitwa utulivu. Kuna kitu kinaitwa kuomba. Tafsiri ya maombi ni kuomba. Hebu mwambie jirani yako, tafsiri ya maombi ni kuomba. Tafsiri ya maombi ni kuomba. Amen. Kuna watu wapo kwenye maombi lakini hawaombi. Toka asubuhi mpaka jioni. Hapo nasadiki kwenye maombi. Hapo upo kwenye maombi. Hapo wewe unajitesa. Yeye ungekula. Yeye ungefanyaje? Ungepiga msosi. Haleluya. Kwa sababu maombi ni kuomba. Ni kusema kitu na Mungu. Mwambie, ukinyamaza umejitesa. Si unanielewa kitu ya Mungu? Amina. Maana kuomba ni kusemezana na nani? Na Mungu. Mungu niko hapa. Mungu niko hapa. Mtumishi wako niko hapa. Nina 1, nina 2, nina 3. Mimi mtumishi wako nina 2, nina 3. Haya, ukishaomba pata utulivu. Ukishapata utulivu, Mungu atasema na wewe kwenye utulivu. Namba 3, nimesema utulivu. Omba. Namba 3. Soma Biblia ukiwa kwenye nini? Maombi. Kwa sababu neno la Mungu ndio dira. Sikia. Jitahidi, hebu nikuulize swali la haraka. Sogea kameramani wako. Hebu nikuulize swali la haraka. Wewe kwa siku unakula mara ngapi? Kwa siku unakula mara 3. Neno la Mungu unasoma mara ngapi kwa siku? Kama mwili huu this body unakula asubuhi, mchana, jioni. Neno la Mungu unasoma mara ngapi? Kwa sababu wewe utakuwa kuna watu hao. Kuna watu hao. Kuna huyu hapa, huyu wa nje. Lakini kuna wa ndani. Yule huyu wa nje anakula chips, mayai, maharage, kande, nyama. Anakula kachori, anakula kitimoto, anakula vitu mbalimbali hivi vya dunia. Yule wa ndani hali kitimoto, hali sijui chips mayai, hali sijui chachano, yeye anakula neno. Manake ukisoma neno, yeye ndo anaanza kuwa kitabu. Anakuwa na afya, anastawi. Usiposoma neno wiki zima, manake tafsiri yake huyu mtu yuko nusu kufa. Usiposoma neno wiki zima, manake huyu mtu yuko nusu kufa. Kama wewe unaweza usile wiki moja,
ukashangaa tayari unaweza tukakupoteza au tukakuzika, sio? Sasa huyu mtu wa ndani anatakiwa na yeye ale, na yeye hali kande, anakula neno na maombi na utakatifu. Haleluya. Sasa haujawahi kuona kwamba kuna wakati unapitia, lakini ukifungua neno hivi ukasoma, unasikia sio nje, yani ile matokeo ya nje yanaanza ndani. Unasikia ndani kama mwili unasisimuka hivi, yani ulikuwa unapitia jaribu fulani, ukasoma Biblia, mfano unaweza songa mbele, usikate tamaa, mimi Mungu nipo pamoja, ukashangaa ile neno Mungu anakuambia hili ni neno lako na nimekutia nguvu ili usimame usonge mbele. Unashangaa umeinuka kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, umetiwa nguvu kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, alafu unajiona ule msisimuko unatoka ndani, unapita kwenye mifupa, alafu unatokea hadi kwenye mwili wa nje. Maana yake yule wa ndani ameshashiba. Yule wa ndani alikuwa anataka kufa, amefufuka kwa jina la Yesu, amekuwa mzima tena, hata kufa ataishi yule mtu wa ndani. Hata wewe wa nje haufi kwa jina la Yesu. Sikia nikwambie kitu kimoja, kitu ambacho Roho Bwana ananiambia, sio nilishawahi kusikia mahali fulani, wala sio nilishawahi kusikia kwa mhubiri yeyote, wala sio kusikia kwenye mitandao. Hichi ni Roho Bwana ananishushia sasa hivi kama mtumishi wa Mungu. Ananiambia hivi, yule wachawi wanamuogopa. Ukiona masabu mchawi wanamsabu huyu mtu tunamuogopa, sio wewe wanakuogopa, wanamuogopa yule mtu wa ndani. Amen. Sikia, wachawi wanaposema huyu mtu tunamuogopa, sio wewe huyu wa nje. Wewe wa nje huna kitu. Yule mtu wa ndani amekuwa hatari, amekuwa ana maombi sana, amekuwa ni asoma neno sana, amekuwa ni mtu wa maombi sana. Ijapokuwa mwili huu wa nje unaonekana unakonda, lakini yule mtu wa ndani anauishwa. Mimi leo nimepoteza kitambe kwa ajili ya kufunga, lakini yule wa ndani aisee, ni moto, ni shoti, ni radi, ni umeme. Yani nakwambia, hata nikipita tu kimvuli changu hivi, wachawi wanaweza wakawa yani vitu vyao vinaungulia majifu. Nini? Yule mtu wa ndani. Sasa sisi wanadamu tulivyo, tunapenda kuupembelea huu wa nje, sio yule wa ndani. Mtu hata ukifuatilia hizi Biblia, mtu unaweza kashangaa ameweka toka Jumatatu mpaka Jumamosi hajafungua, imejaa vumbi hapa na kutosha, akiweka hivi vinachora vidole kwenye Biblia. Lakini kula asubuhi, Jumatatu amekula, Jumanne amekula asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili amekula, lakini ajala neno la uzima toka Jumaa. Kuna watu wanaweza kasahau Biblia kanisani, lakini asiwe hata na network ya kwamba kuna Biblia ni sawa. Chezea wewe. Nikupe ushuhuda nimalize, sema amen. Amina. Nikupe ushuhuda, sema nimalize, sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi na vigeregere.